unaweza kusema amen. Yaani kama ambavyo unamtarajia Mungu akutane na mahitaji yako, ndivyo ambavyo unaweza kumwambia amen. Kwa maana unavyosema amen, maana yake na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Kwa maana Biblia inasema hatubariki kwa sababu tumefanya kitu ili atubariki, yeye anatubariki tu. Hatubariki kwa sababu tumeomba, ila yeye anatubariki tu. Hatubariki kwa sababu tunatoa sadaka, ila yeye anatubariki tu. Kwa maana Biblia inasema yeye ajuaye kutenda mema na wala asitende, huyo kwake ni dhambi. Kwa hiyo tunapoomba ni moja ya mema anayotujalia kutenda. Tunaposhuhudia ni moja ya mema anayotujalia kutenda. Tunapowaambia watu kwa habari ya upendo wa Mungu ni moja ya mema anayotujalia kutenda. Tusipotenda anasema ni dhambi. Kwa hiyo tunapomwambia amen, tunamwambia Bwana na iwe hivyo kama mapenzi yako yanavyotaka. Bwana na iwe hivyo kama makusudio yako yanavyotaka. Bwana na iwe hivyo kama upendeleo wako unavyotaka. Na Mungu wa mbinguni akubariki wewe ambaye unabarikiwa na una amani unapoyasikia maneno ya Mungu tena Kariakoo. Lakini kabla sijaendelea, kuna jambo napenda nikushirikishe kidogo. Wakati tunaendelea mbele, unaweza tu kufanya kama ambavyo Mungu atakuongoza kufanya. Mtumishi wa Mungu Baraka alikuwa na uhitaji wa betri ambayo itakuwa ni extra kwa ajili ya speaker. Kwa maana speaker inakaa na chaji masaa 4 au 5, lakini alikuwa anataka power bank. Kuna power bank zinauzwa kwa ajili ya kusapoti speaker, ili anapoendelea kuhubiri pasiwe na changamoto ya chaji. Anapoendelea kusema maneno ya Mungu pasiwe na changamoto ya kukata chaji. Kwa hiyo wewe ambaye utaguswa, unaweza ukaonana naye ukamsapoti kwa chochote. Siwezi kukwambia kiwango, ila kile ambacho Mungu atakusukuma, kile ambacho Mungu atakuwezesha, unaweza ukamsapoti. Injili inapohubiriwa na wewe unahubiri pamoja kwa njia ya sadaka yako. Injili inapohubiriwa na wewe unahubiri pamoja kwa njia ya kile ambacho na wewe unasapoti injili ihubiriwe. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa maana hata Yesu mwenyewe ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 8, Biblia inasema walikuwa wakimsapoti kwa mali zao. Walikuwa wakimsapoti kwa mali zao. Manake mahali ambapo Yesu alikuwa anasimama, maana kuna mtu aliwahi kuniuliza, hivi Yesu mbona yeye alikuwa apokei sadaka? Nikamwambia hujasoma maandiko. Ukisoma maandiko unakutana na wanawake kadha wa kadha, wenye cheo na wasiokuwa na vyeo, wanaume kadha wa kadha, wenye vyeo na wasiokuwa na vyeo. Biblia inasema walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Kwa hiyo wewe ambaye unasikiliza mtandaoni, au wewe ambaye unasikia mahali hapa, ikiwa kuna kitu Mungu atakusemesha kwa habari ya hiyo power bank, unaweza ukaja hapa kwa mtumishi wa Mungu na Mungu hatakuacha wala kukupungukia. Tunaweza kuendelea sasa na kile ambacho Mungu ametupa tena siku ya leo. Ni ndani ya yale ambayo tunazungumza kila inapoitwa leo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 5 mstari wa 17 ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa ni mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu, anasema ya kale yanapita, tazama yote yanakuwa ni mapya. Kwa lugha nyepesi naweza kusema Yesu ukimruhusu ndani ya maisha yako, Yesu ukimruhusu ndani ya moyo wako, Yesu ukimruhusu ndani ya saiko yako, yako mambo ambayo tunayaita ni ya kale. Wengine ya kale yetu yalikuwa ni kucheza kamari, wengine ya kale yetu walikuwa ni mambo ya zinaa, wengine ya kale yetu walikuwa ni mambo ya ulevi, wengine ya kale yetu ilikuwa ni kusema uongo, wengine ya kale yetu ilikuwa ni uchawi, wengine ya kale yetu ilikuwa ni kugombana, wengine ya kale yetu ilikuwa ni kuiba. Unapomruhusu Yesu aingie maishani mwako, unapomleta Yesu kwenye mzunguko wako, Biblia inasema ya kale yanapita.
Na nikawa nawaambia watu, huwezi kuyapokea mapya ikiwa ya kale hujayaacha. Yaani ni sawa na kikombe cha chai kimejaa chai mpaka juu, alafu akatokea mtu na maziwa freshi yamechemshwa vizuri, anasema nataka niwawekee maziwa freshi. Utambue ya kwamba vikombe vitakavyowekewa maziwa freshi ni vile vikombe vilivyoko tupu. Lakini wewe kikombe chako ambacho kimejaa chai ambayo haina majani wala haina sukari, haitawekewa chochote. Maana moyo, kwa lugha nyingine, unaweza ukaipa mfano wa chombo. Moyo, kwa lugha nyingine, unaweza ukaipa mfano wa chombo. Unaweza ukaipa mfano wa chombo cha chakula, unaweza ukipa mfano wa chombo chochote. Chombo kikiwa kimejaa, hauwezi ukaongezea kitu kingine. Chombo kikiwa kimejaa, hauwezi ukaongezea jambo jingine. Na ndivyo wengi leo wanavyofanya katika maisha ya wokovu, na ndivyo wengi wanavyotenda leo katika maisha ya wokovu, na ndivyo wengi wanavyotenda leo katika maisha yao na Mungu. Kuna mambo hawatamani kuyaacha, na muda huo huo wanatamani Mungu awasaidie kwenye vitu fulani viende. Kuna mambo hawatamani kuyaacha, na muda huo huo wanatamani Mungu awape mambo mapya. Muda huo huo wanatamani Mungu awape tabia mpya. Muda huo huo Mungu anatamani awape tabia njema. Lakini ndugu yangu, nikupe mfano ambao ni halisi tu kabisa uweze kuelewa mfano huu, ya kwamba chombo kikiwa na kitu ndani, chombo kikiwa na kitu ndani, ni jambo gumu sana kuongezea kitu kingine. Chombo kikiwa na kitu ndani, ni jambo gumu sana kuongezea kitu kingine juu yake. Lakini chombo kinapokuwa tupu, chombo kinapokuwa tupu, haijalishi ni kisafi, haijalishi ni kichafu, kiko tayari kupokea kitu kingine. Inategemeana na yeye ambaye anataka kuweka hicho kitu, ya kwamba je, ataweka katika hali ya uchafu au atakisafisha chombo ili aweze kuweka kitu kipya katika hali ya upya. Na ndiyo maana Yesu siku moja akawaambia wanafunzi wake, hawezi kuchukua divai mpya ukaweka kwenye kiriba kikuukuu, wala hawezi kuchana vazi jipya ukashona kwenye vazi kuukuu. Anasema sharti kiraka cha zamani kinashonwa kwenye nguo ya zamani, na kiraka cha nguo mpya kinawekwa kwenye nguo mpya. Ananena kwa habari ya nini? Ananena kwa habari ya moyo na roho ya mwanadamu. Moyo wako ukijawa na uongo, haujatamani kuuacha uongo, usizani ya kwamba Mungu ataimimina kweli ndani yako. Ndugu yangu, haitamiminwa kweli, bali utakuwa na maigizo ya kweli. Yaani moyo ambao umejawa na uongo, alafu kasema Mungu, naomba mimina kweli ndani yangu. Ikiwa uongo ule hujatamani kuumwaga, ikiwa uongo ule hujatamani kuuacha, ujue ya kwamba kweli haitamiminwa, ila utakuwa na maigizo ya kweli. Na ndio maana tuna watu wengi leo wanaosema Mungu Mungu, lakini ukichunguza ndani ya moyo wao hakuna Mungu, kuna miungu. Tuna watu wengi leo wanaosema Bwana Bwana, lakini ukichunguza ile Bwana ndani ya moyo wao hakuna Bwana, kuna mabwana. Na kwa sababu kuna mabwana, yako mambo maishani utaona amekuganda, yako mambo maishani utaona amekung'ang'ania, yako mambo maishani utaona yakuachi. Sio kwamba hayawezi kukuacha, wewe mwenyewe hujaamua yakuache. Hakuna dhambi yenye uwezo wa kumng'ang'ania mwanadamu, kwa maana Mungu ametupa uwezo wa kushinda dhambi zote. Hakuna dhambi yenye nguvu ya kumng'ang'ania mwanadamu. Kwa jina la Yesu tumepewa kushinda dhambi zote. Kwa jina la Yesu tumepewa kushinda